Usisahau kusubscribe. Sasa Dr. Nasoro yeye Mwenyezi Mungu amempa kipawa cha kutibu kwa tiba asili za kisasa kabisa ambazo zinatokana na mitishamba. Afya yako inakuwa nzuri, maisha yako yanakuwa bora zaidi. Na hizi tiba za Dr. Nasoro kila siku ninazowaambia hazina madhara, yani anatibu kwa kiwango cha hali ya juu sana. Kama wewe unasumbuliwa na kisukari, vidonda vya tumbo sugu, labda una upungufu wa nguvu za kiume, pressure ya kupanda na kushuka, magonjwa ya moyo, maumivu ya uti wa mgongo, matatizo ya uzazi kwa wanawake, labda magonjwa ya ini, bawasiri, lakini pia una changamoto ya kuwa na mafuta mengi mwilini na magonjwa mengine mengi ambayo yamekusumbua kwa muda mrefu, basi kwa sababu Dr. Nasoro amepewa hichi kipawa na Mwenyezi Mungu, mnaweza watu mkapata matibabu kupitia kwake kwa namba 0717 749 113. Mpigieni simu sasa hivi na mnamchagua kwa sababu anatumia dawa za asili, matokeo yake yanaonekana haraka, tiba ya kudumu na salama, huduma ya siri na yenye heshima, ushauri na saa na bure kwa wote ambao mnasumbuliwa. Na Dr. Nasoro tuko naye kwenye group letu la Team Russia. Sasa Dr. Nasoro baada ya kuwa tumemsikia yupo katika style hiyo, niwape jambo moja. Irani wanazidi kuiheshimisha Iran. Sijui mmenielewa au mjanielewa. Tangu mwishoni mwa mwezi wa pili hadi mwezi wa 4 huko Mashariki ya Kati kulikuwa na kukaliki. Marekani na Israel walijipanga vizuri sana, wakaingia uwanjani wakiwa kifua mbele na wakiwa na dharau nyingi sana. Na lengo kubwa walikuwa wanaiona Iran ni kama taifa ambalo linaweza likakurupuka, na wakapaniki mapema sana kiasi kwamba watanyosha mikono juu na kusema tunaomba yaishe, mnavyotaka nyinyi ndivyo iwe. Yaani kwa kifupi ni kwamba Marekani pamoja na Israel walitaka kushinda kizembe sana kule Iran. Lakini walichokutana nacho kimewashangaza sana wao wenyewe wa Marekani. Dunia yenyewe nayo pia inashangaa. Kwa nini? Iran wao hawakurudisha mguu hata hatua moja kurudi nyuma. Baada yake wa Iran wao walichokifanya ni kwamba walisogeza miguu yao mbele zaidi, wakaanza kushusha kipigo cha maana. Mawimbi zaidi ya 100 ya makombora, kwa mujibu wa takwimu ambazo zimetolewa, yalikwenda kulenga kambi zao na maeneo muhimu ya kijeshi, kwa maana kwenye kambi za Marekani pamoja na Israel. Kauli kiasi hiki ilimfanya rais wa Marekani Trump aone kwamba huku mbele mambo yatakuwa magumu mno, na akaamua kutangaza kusitisha mapigano yeye mwenyewe mapema mwezi wa 4 ili kuokoa jahazi lisizame kabisa. Of course, ilikuwa ni moja kati ya story ngumu sana kwa Marekani kuipokea, lakini hamna namna. Sasa juzi kati hapa, waziri wa mambo ya nje wa Iran, huyu jamaa anaitwa Abbas Araghchi, akaamua kukaa mbele ya kamera za TV moja maarufu sana ya Lebanon, inafahamika kama Al Mayadin. Hapa ndipo ambapo alimwaga mboga yote na kupiga mkwara wa kistaarabu, lakini mkwara huu ni mkwara fulani mzito. Kwa sababu gani? Alisema wazi kwamba kwa upande wao wa Iran hawataki shari, ugomvi wala vita vya kijinga na nchi yoyote ile. Wanapenda amani kabisa, lakini hapo hapo akaweka msisitizo mmoja mzito, wanataka amani yenye heshima. Unajua maana yake nini hapa? Ni sawasawa na mtu mzima ambaye anakuambia mimi sipendi ugomvi, lakini usinijaribu kwa kuniletea dharau mlangoni kwangu. Hawako tayari kusaini makubaliano yoyote yatakayowafanya waonekane wanyonge au watu ambao wamepiga magoti mbele ya Marekani. Hapa ndipo waziri sasa huyu akatoboa siri ambayo Marekani walikuwa hawataki watu waijue. Alisema wakati ule vita inaendelea na mabomu yanaondoka, watu wa nje walifikiri viwanda vya silaha vya Iran vimesambaratika na uzalishaji umesimama. Lakini ukweli ni kwamba vile viwanda vilikuwa vinapiga kazi usiku na mchana, saa 24 bila kusimama hata sekunde moja. Hapa ndipo ambapo utagundua kuwa maandalizi ya Iran yalikuwa ni ya muda mrefu sana. Ni sawasawa na mfanyabiashara, labda huyu mfanyabiashara yeye huwa anafunga duka lake la nje kwa sababu ya fujo, lakini ndani anaendelea kupanga bidhaa mpya, yani anapanga bidhaa nyingi vibaya mno. Araghchi anasema kwamba kwa ujasiri kwamba kwa sasa nguvu yao ya kijeshi ipo imara zaidi hata kuliko ilivyokuwa kabla ya vita kuanza. Hii ni mbaya. Kwa hiyo kama Marekani na Israel wanataka kurudi tena uwanjani kucheza mchezo mgumu na mchezo wa mashambulizi, Iran wana pumzi, Iran wana vifaa vya kupigana kwa muda mrefu sana hadi pale maadui zao watakao kuwa wamechoka wao wenyewe. Hii ni dharau. Kingine kinachofurahisha kwenye hii story ni jinsi mtazamo wa Marekani ambavyo umebadilika baada ya kipigo hiki cha miezi miwili. Unajua, mara nyingi Washington huwa wanajiona wao ndio mabingwa wa dunia. Wanadhani kila nchi itagwaya ikisikia jina lao. Walikuwa wanaamini kuwa vikwazo vya kiuchumi ambavyo wameweka kwa miaka mingi vinaweza vikaidhoofisha Irani kiasi cha kukosa nguvu ya kupigana vita vya kisasa. Lakini Araghchi anasema safari hii wa Marekani wameshanyooka na wameelewa. Kuna kitu kinaitwa tangibly, yani unaelewa, yani
mpaka we mwenyewe unahisi mpaka mwilini nguvu halisi ya Irani ikoje. Yani huyu bwana Arachi anasema hivi, wa Marekani wameelewa tangibly. Yani ni kama kijana mbabe wa mtaani ambaye labda tuchukulie Shabani ni kijana wa mtaani ambaye ni mbabe sana, kaenda kuanzisha ugomvi kwa mtu ambaye huwa ni mkimya sana. Huyu mtu anaitwa Hamisi. Sasa baada ya hapo alipofika tu pale bwana Shabani kumchokoza Hamisi si mzee, si waga ni mkimya. Hamisi akampiga ngumi moja tu ya chembe hadi ya Shabani akakaa chini na kuanza kuomba maji ya kunywa. Yani ile dharau yote ya kutaka Irani salimu amri bila masharti imeyeyuka, na sasa hivi Washington wanaongea kwa adabu mbele za Iran. Kuhusu mazungumzo ya amani, waziri ameweka mambo hadharani bila kuficha kitu. Anasema hivi, kwa sasa hakuna meza rasmi ya mazungumzo itakayokutanisha mataifa haya mawili. Sijui kama mnanielewa. Yani hakuna makaratasi ambayo yatasainiwa wala vikao vya hadhara vya kidiplomasia. Hata hivyo anasema kwamba simu zao na njia zao za mawasiliano ya siri bado ziko wazi, ingawa kwa siku hizi chache zilizopita hakuna maendeleo makubwa ambayo yamepatikana. Lakini Trump kila siku anasema tumeshinda, wanazungumza, wanakubali, wanakuja, tutamaliza. Irani wameweka msimamo wao wa juu ya meza. Wanasema hivi, tutarudi kwenye mazungumzo rasmi tu endapo maslahi ya taifa la Iran, haki za raia wa Iran, usalama wa raia wa Iran utazingatiwa kikamilifu. Yani wa Iran wamesema hatutaki kuingia kwenye mtego wa kupoteza muda huku maadui zao wakijipanga upya chini kwa chini. Na huu ni mtego ambao Marekani amekuwa akiutumia muda mwingi sana. Sasa ukiachilia mbali eneo hilo, twendeni kule Lebanon ambako nako kuna issue nzito sana ambayo inahusiana na mzozo huu. Irani wameweka msimamo kwamba hawawezi kujitenga na masuala ya Lebanon, hasa mji mkuu wa Beirut. Arachi amesema maneno ambayo wamewashtua wengi sana. Unajua amesemaje? Anasema hivi, hatutenganishi vita vya Irani na Marekani na vita vinavyoendelea Lebanon. Mwisho wa kumnukuu. Ni either vita iishe maeneo yote mawili kwa pamoja au iendelee maeneo yote mawili. Yani ni ujumbe ambao unaonesha kwamba Iran si tu wanaingilia usalama wao wa ndani na mipaka yao, bali wanaangalia na washirika wao wa karibu. Ni kama marafiki wawili ambao hawa jamaa tunasema ni brotherhood, yani ni marafiki wa kufa na kuzikana. Yani huwezi kumpiga mmoja ukafikiri mwingine atakaa kimya anaangalia. Ni kama kale mkataba kanato huwezi kumpiga Ufaransa ukasema Marekani atakuangalia. Lakini kwa sasa hivi imekuwa hivyo. Hapa katikati kulikuwa na story ambayo vyombo vingi vya habari, sana vyombo vya magharibi, na niliona mpaka vyombo vingine, wachambuzi wa Tanzania na wachambuzi wa nchi jirani walisema kwamba jeshi la Israel limepanga kufanya mashambulizi makali sana dhidi ya jiji la Beirut, lakini ghafla waliahirisha maamuzi haya. Sasa hawa wa magharibi wakaanza kupiga chapuo kumsifia Rais Donald Trump kwamba ndiye ambaye amewapigia simu Israel na kuwatuliza ili wasilete maafa makubwa zaidi. Arachi aliposikia hizo story akacheka sana na akazitoa nje. Akasema ukweli ni kwamba kilichowazuia Israel sio huruma wala maagizo ya Trump, ni hofu kubwa walionayo dhidi ya nguvu ya harakati za upinzani ambazo zinafahamika kama resistance za Iran na Hezbollah. Iran walishaiambia Marekani mapema kama kupitia njia zao za siri kwamba mkigusa tu Beirut, makubaliano yetu ya kusitisha vita yatakuwa yamekufa kifo kibaya na majeshi yetu yataanza kushusha mvua ya makombora upya. Israeli walipoona huo mkwara umerudiwa kwa msisitizo, wakaona ya nini wakasogeza mbele mipango yao na mwisho siku wakatupa taulo. Mwishoni mwa maongezi yake, huyu waziri wa mambo ya nje wa Irani bwana Arachi amegusia kuhusu hatari ya mustakabali wa kundi la Hezbollah nchini Lebanon. Unajua nchi za magharibi na Israel zimekuwa na propaganda za muda mrefu kwamba wakishafanikiwa kuwaua viongozi wakuu wa Hezbollah, basi kundi zima litasambaratika na kupotea kwenye ramani. Arachi amesema hivi, haya ni mawazo ya kitoto sana. Anasema kwamba Hezbollah sio kampuni binafsi ya mtu mmoja kwamba mmiliki akifa basi biashara itafungwa. Hapana. Hezbollah ni itikadi, ni msimamo na ni sehemu isiyotenganishwa na maisha, utamaduni, ulinzi na siasa za wananchi wa Lebanon. Yani unapomuua kiongozi mmoja unakuwa umepanda mbegu ya hasira na hamu ya kulipa kisasi kwa vijana wengine zaidi ya 10,000. Huwezi kuiondoa Hezbollah kwa sababu eti imeshazama ndani ya mioyo ya jamii hiyo. Yani hapa kwa mfano, sisi nitoleka mfano gani? Ili nisiwe bias, labda nitolee mfano huu. Yani huwezi mfano unaweza ukanipa shida sijui, lakini kwa nataka kusema hivi, huwezi ukaiua ndoto ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM eti kwa sababu labda mwenyekiti wao wa Chama cha Mapinduzi CCM amefariki dunia. Yani huwezi ukaiua hiyo ndoto ya hivyo, au hauwezi ukaiua ndoto
au ile falsafa au yale mapenzi ya wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, eti kwa sababu labda Tundu Antipas Lissu yuko ndani, au labda sijui kuna kitu fulani kimetokea. Yani ile ni imani. Unajua wana CCM wana imani na CCM yao. Yani ni imani ambayo imeshajengeka ndani ya mioyo yao. Wana Chadema na wenyewe, yani ile Chadema ni watu imejengeka ndani ya mioyo yao. Kwa hiyo hata ufanye nini uwezi ukasema labda utafika hatua ukasema bwana ninasambaratisha mtu fulani ili watu waondoke. No, ile ni imani. Yani watu wameshajengeka. Likewise alichokizungumza hapa bwana Abbas Arachi anasema hivi, yani kwamba Hezbollah sio kampuni binafsi ya mtu mmoja. Yani ni kwamba hiyo ni itikadi, ni msimamo, ni sehemu ambayo haiwezi katenganishwa na maisha. Yani Chadema ni utamaduni, ni ulinzi, ni siasa za wananchi waliopo Tanzania. Likewise kwa CCM inavyokuwa. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba Iran wanatoa msimamo wao ukiwa wazi kabisa. Yani wako salama, hilo la kwanza. Wana silaha za kutosha, hilo la pili. Viwanda vyao vinazalisha vifaa vipya kila uchao, hilo la tatu. Hawamuogopi mtu yeyote yule. Na kama Marekani na washirika wao wataleta akili na busara kichwani, basi amani itatawala na maisha yanaendelea. Lakini wakileta tena dharau au kutaka kuonesha umwamba wao, basi safari hii watajikuta kwenye matatizo makubwa zaidi ambayo hawawezi kuyasahau hata kidogo, na itakuwa ni kama simulizi ya kizazi baada ya kizazi, kutokana na namna ambavyo wa Iran wenyewe wamejiandaa kukabiliana na kile ambacho kinafanywa na Marekani. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.